Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Basi napenda kuchukua muda huu kukukaribisha katika kipindi chetu pendwa kabisa cha Moment of Transformation with Pastor Anna. Karibu sana uangalie, karibu sana usikilize. For God has something to say. Mungu ana kitu cha kuongea. Kabla sijaingia kwenye kukuambia nini Mungu anataka kuongea, napenda kukuambia kwamba mshukuru Mungu kwa kila jambo. These are those times ambazo tunatakiwa tuoneshe imani yetu kwake kwa kumshukuru kwa kila jambo. Neno la Mungu limetutaka hivyo. Linasema mshukuru Mungu kwa kila jambo. Whether jambo hilo ni zuri au baya, sisi kazi yetu ni kumshukuru. Kwa hapo ulipo, haijalishi nini kinaendelea kwenye nchi yetu, haijalishi nini kimetokea, mshukuru Mungu. Kwa sababu yeye anajua sababu gani ametuambia tushukuru. Nao tena neno la Mungu linasema kwamba vitu vyote hutenda kazi kwa wema kwa wale ambao wamechaguliwa na yeye. Kwa chochote kizuri au kibaya kinatenda kazi kwa wema wako. It's working together for your good, for those who are according to his purpose. Kuna ile jambo zuri ambalo Mungu amekuitia. So chochote kinachokitokea, whether unakipenda au kipendi, whether ni kizuri au kibaya, kinafanya kazi kwa wema wako. Kwa hiyo ndio maana anatuleta kwenye shukrani. Kwa at this time tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu, na tunapozidi kumshukuru ndivyo ambavyo anazidi kuongea na sisi. Ndivyo anavyotufunulia yale mambo ambayo yako katika hazina yake, sisi tuweze kuchukua faida yake na kuishi kwa hizo faida zake kwa amani na furaha. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka nikupeleke kwenye maandiko moja kwa moja. Twende kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16. Yohana sura ya 16 kuanzia mstari wa 32 mpaka 33, afu tutasoma 17 namba 1. Nao Biblia inasema hivi, tazama saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu, walakini mimi si peke yangu. 33, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. 17:1, maneno hayo aliyosema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya ni maneno Yesu akati anakaribia kwenda msalabani aliwaambia wanafunzi wake, ambao alikuwa akiambatana nao siku zote. Walikuwa katika furaha, walikuwa katika kicheko, walikuwa wakimtumikia Mungu kwa pamoja. Yesu alikuwa mfariji kwao, Yesu alikuwa ni mwalimu kwao, Yesu alikuwa ni kiongozi kwao. Lakini ikafika kipindi akawaambia, msifikiri siku zote itakuwa hivi. Saa yaja, akasema saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika. Mtatawanyika nyie kila mmoja kwao. Mtaniacha mimi peke yangu. Yesu anasema, anawaambia mtaniacha mimi peke yangu, lakini saa ilipangwa. Isa ndio iliyoamliwa, majira ndio haya. Akasema, lakini mimi siko peke yangu, hata mtakapokuwa kwenu, hata mtakapokuwa hizo maeneo yenu, siko peke yangu, niko na Baba yangu. Kwa nini? Yesu alikuwa anawapa hizi taarifa in advance, wajue nini kinachoenda kutokea. Na kitakapoenda kutokea kutakuwa na huzuni kwao, na wakifikiri kwamba Yesu pia atakuwa na huzuni kipindi ambapo Yesu anakuja kukamatwa kupelekwa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nao Yesu akasema, msifikiri kwamba nitakuwa peke yangu. Hapana, Baba yuko pamoja nami. Akasema, duniani mnayo dhiki, ili mnatakiwa mlitambue, duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeishinda hiyo dhiki. Kwa hii dhiki itakayotokea kwangu, Bwana Yesu asifiwe, ndio dhiki ambayo iko duniani, lakini kitakachokuwa kinatokea kwenu, hii dhiki mtakayokuwa mnaipata, hata nitakapokuwa mimi sipo, mjipe moyo, mimi nimekwisha ishinda. Nao akaanza kuambia in advance kwamba msifikiri mtakapotawanyika kwenda makwenu, mimi nitakuwa peke yangu. Hapana, nitakuwa na Baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nao nikupeleke kwa nini Yesu alikuwa anasema atakuwa na Baba yake. Twende kwenye Yohana hiyo sura ya 14 mstari wa 16. 14 kuanzia mstari wa 16.
Anasema hivi, nami nitamwomba Baba yangu, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Narudia, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, nanyi nitamwomba Baba ili awape msaidizi mwingine, akimaanisha kwamba yeye Yesu alipokuwa na wanafunzi ambao alimwambia kwamba mtatawanyika kila mmoja kwenu, alikuwa ni msaidizi kwao. Kwa hiyo akaambia hivyo hivyo ninamuomba Baba ili awaletee msaidizi mwingine. At this time atakuja na usaidizi wa kiroho. Haleluya. Nao mstari wa 18 anasema, na Luka kidogo for purpose ili niende kwenye subject moja kwa moja. Akamwambia mstari wa 18, anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bwana Yesu asifiwe. That's what he promised. Akamwambia sitawaacha yatima, nami nakuja kwenu. Kwa hiyo akamwambia hivi, mnapotawanyika kuondoka, mnapotawanyika kwenda kwenu, mnaniacha, siko peke yangu, niko na Baba yangu. Now the same Baba aliyekuwa anamsema ndio huyo aliyekuwa anasema nitakapoondoka nitamuomba Baba waletee huyo msaidizi mwingine. Maana yake alikuwa anajiambia kwamba mimi nitakuja kwenu, lakini nitakuja kwenye fomu ya nini? Ya kiroho. Nitakuja kama Roho Mtakatifu, sitawaacha yatima. Kwa hiyo akasema duniani mnayo dhiki. Katikati ya dhiki mimi nimekwisha kushinda. Kumbuka nitakuwa na nyie. Kumbuka nitaishi ndani yenu. Kumbuka nitakuwa pamoja nanyi. Kwa wakati mnapitia dhiki yoyote, wakati mnapitia shida yoyote, wakati mnapitia magumu yoyote, jua kabisa kwamba hautakuwa peke yako. Hamtakuwa peke yenu. Niko katikati ya hiyo dhiki. Niko katikati ya hiyo shida. Kwa jipe moyo, utashinda. Haijalishi ni ngumu kiasi gani, haijalishi na uchungu kiasi gani, haijalishi inatabisha kiasi gani, haijalishi inakuja na nini, lakini jipe moyo, nimeushinda ulimwengu. Kwa mimi niliushinda ulimwengu, nimekuja kama roho ndani yako pamoja naye kukushindia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio at times like this, katika nyakati kama hii, sisi tunachukulia faida tunachukulia faida ya uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia Yesu kushinda nyakati tulizonazo. Amekuja kama mfariji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usikae na huzuni ukasema kwamba mimi nina huzuni kubwa sana. Mimi naona Mungu ameniacha. Mimi naona kwamba sijui wapi pa kuponea. Amesema jua kwamba duniani mnao dhiki, kwa sababu mtawala aliyoko duniani ni mleta dhiki. Mtawala aliyoko duniani ni mleta mabaya. Mtawala aliyoko duniani hana huruma hata kidogo. Ana muda kitambo tu akafungwe, aondolewe duniani. Kwa anaoperate kwa hasira, atakuumiza, atakuhamu, atasababisha machungu. Anakuambia katikati ya hizo dhiki mimi ni mfariji. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi una maumivu kiasi gani, umeondokewa na nani, umeondokewa kivipi, Roho Mtakatifu ndio mfariji kwako. Akawe mfariji kwako kwa nyakati kama hizi. Nao hawezi kuwa mfariji tu kama hujamruhusu. Fungua moyo wako umruhusu, mwambie nyakati kama hizi hakuna yeyote wa kunifariji. Hakuna yeyote wa kunitoa kwenye uchungu. Hakuna yeyote wa kunitoa kwenye hii situation. Roho Mtakatifu ambaye ulisema kwamba hutatuacha sisi yatima, ninakuomba this time come talk to me. Ongea nami ndani yangu, nisaidie, kuliko kubeba uchungu ukaenda nao pabaya, kuliko kubeba hasira na chuki, kuliko kubeba ghadhabu zitakazo kupelekea kwa baya. These are those times Yesu alizisema in advance. Yesu alizisema kabla, ili tuchukulie faida yake, tuzitumie tunapopita kwenye nyakati kama hizo. Haleluya. Na kwa hiyo this is a time, watoto wa Mungu, kuchukua faida ya uwepo wa Roho Mtakatifu na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, mmoja ikiwa ni mfariji. Embu akakufariji. Embu akafariji familia yako. Embu akafariji ndoa yako. Embu akafariji taifa letu. Embu akafariji mtaa wako. Embu akafariji nchi yetu. Embu akafariji kila mmoja aliyetuzunguka. Tunajua kabisa si kwa uwezo wetu, si kwa nguvu zetu, bali ni kwa Roho wake. Hayuko Yesu physically, lakini Roho wake yuko hapa. Alishashuka miaka 2000 iliyopita, siku za Pentecoste. Yupo anazunguka na pia anakaa mioni mwa watu. Kwa nini? Ili tu take advantage, tuchukue faida ya kazi zake katika maisha yetu. Embu ukafarijike. Haleluya. Embu ukafarijike. Embu ukainulike. Embu ukainuliwe ndani. Ukaje na tumaini upya, ukijua kabisa yuko pamoja na wewe. Hajakuacha hata kama umeondokewa na baba au mama au mtoto. Mungu hajakuacha hata kama
muondokewa na rafiki, hajakuacha. Hebu muache yeye. Anasema sitokuacha yatima, sitokuacha yatima, utakuwa peke yako. Ilo pengo nitaliziba mimi. Ilo pengo ya huyo mtoto nitaliziba mimi. Ilo pengo la huyo mume nitaliziba mimi. Ilo pengo la huyo mke nitaliziba mimi. Hebu tukumbatie uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Those are the times ambazo sasa inatakiwa tu fellowship zaidi na Roho Mtakatifu, kwa sababu ana mengi ya kuongea na sisi, ana mengi ya kutufundisha, ana mengi ya kutuambia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba 26 akasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote. Can you imagine? Atakufundisha nini cha kufanya nyakati hizi. Haleluya. Atakufundisha nini cha kufanya nyakati hizi. Haleluya. Kwa fellowship with him, kwa kaa pamoja naye, na Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri wa kufellowship, wa kuwa karibu, wa kuwa na ibada na Roho Mtakatifu. See you next time. God bless you. Bye.